The greatness of a nation lies in its fidelity to its constitution and a strict adherence to the rule of law, and above all, the fear of God. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Wasikilizaji wangu wapendwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo siku ya Jumamosi, tarehe 10 ya mwezi wa 5 mwaka 2025, tuingia katika sehemu ya 11 ya mazungumzo yetu yanayoenda kwa anwani Ijue Mahakama ya Kadhi. Katika sehemu ya 10 nilizungumzia kuhusu utaratibu wa kusajili ndoa, muongozo unaofuatwa katika kusajili ndoa hizo, na pia jukumu la mwanamume katika mchakato mzima wa kuhakikisha amesajili ndoa yake na kupata cheti cha ndoa. Katika sehemu ya 11 nitazungumzia kuhusu utaratibu wa kusajili talaka, yaani divorce registration. Miongoni mwa neema za Uislamu ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia mahala penye ndoa, pia mahala hapo hupatikana talaka. Na talaka hutokea pale wanandoa wanaposhindwa kuishi pamoja kwa maelewano na masikizano. Miongoni mwa maneno ambayo sisi wenye kufungisha ndoa huyatamka, huwa tusema uzawijuka ala ma amara Allahu bihi bidimsakin bima'rufin au tasrihin biihsan, yani na kuozesha kama alivyoamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya kwamba mukae kwa wema, mukae kwa masikizano kama mume na mke. Mukishindwa kukaa kwa wema, pia muachane kwa wema. Haya ni maneno hutamkwa wakati wa kufungwa ndoa. Maal asaf, kwa masikitiko, kuna baadhi ya watu maneno haya hawayazingatii. Na miongoni mwa watu ambao hawazingatii maneno haya ni wale wenye kusema mimi najua kuoa, sijui kuacha. Dini inatufundisha ya kwamba wanandoa wanapotofautiana na wakashindwa kusuluhisha tofauti zao, yabidi wazazi, familia, jamaa wa karibu wasimame na kuingilia kati kujaribu kusuluhisha tofauti zao wenye ndoa. Lakini ikiwa wazazi wataingilia kati kwa ajili ya kusuluhisha na suluhu lisipatikane, basi suluhu iliyobakia kwa hawa wanandoa huwa ni kuachana. Na kuachana kuna khairi pia ndani yake, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Suratun Nisa aya 130, wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakiman. Yani wanandoa wanapoachana, basi Mwenyezi Mungu hujalia khairi kwa kila mmoja wao. Yani ni kama Mwenyezi Mungu yasema, huyu mume aliyetoa talaka kesho atapata mwanamke mwingine atakayekuwa bora kuliko huyu mwanamke aliyemwacha. Na huyu mwanamke naye aliyepewa talaka, huyu mwanamke aliyeachwa, yeye pia baada ya eda yake atapata mume bora kuliko huyu aliyemwacha. Sasa inapotokea watu wamewachana, iwe ni talaka moja, talaka mbili, talaka tatu, mwanamke atakaa eda kwa muda wa tohara 3 ama miezi 3 kwa yule mwanamke ambaye haoni tena siku zake, ama tohara moja kwa mwanamke ambaye amejivua katika ndoa kwa njia ya khulu. Baada ya kumalizika eda, watafika kotini kwa ajili ya kusajili talaka yao na kupata cheti cha talaka. Taratibu za usajili wa talaka hazina tofauti na taratibu za usajili wa ndoa. Wenye kuachana wakifika kotini watapewa fomu ya kujaza.
Stakabadhi ambazo kwamba zitahitajika hapa kwetu kotini ni kitambulisho cha mume mwenye kuacha, kitambulisho cha mke mwenye kuachwa, vitambulisho vya mashahidi wawili pamoja na divorce notification. Divorce notification huwa ni ile karatasi ambayo mume huiandika na kumkabidhi mke kama ishara ya kumfahamisha ya kwamba amemwacha. Wanapojaza fomu itawekwa kwa file, itapewa namba ya kesi na pia itapatiwa siku ya kusikilizwa. Siku ya kusikilizwa ikifika, kadhi anapowasikiza hawa wenye kuachana, anapoiangalia hii fomu iliyojazwa, kadhi akikinai ya kwamba maelezo yaliyomo kwenye fomu yako sahihi, basi kadhi atatoa amri cheti cha talaka kiandikwe. Wahusika wote wataweka saini zao, kadhi naye ataweka saini yake. Mwenye kuacha atapewa kopi yake ya cheti, mwenye kuachwa naye atapewa kopi yake ya cheti, na kopi itakayobakia itahifadhiwa kwenye file kwa ajili ya kumbukumbu. Lakini kama talaka imetoka kotini, yaani mwanamke amekuja kotini akafungua kesi akiomba ndoa ivunjwe, kesi ikasikilizwa, mwisho mahakama ikakinai ya kwamba hii ndoa hakuna, hawa watu hawatakani tena, ndoa ikavunjwa na koti, basi watu hawa wanapokuja kusajili talaka yao baada ya mwanamke kumaliza eda, hakuhitajiki mashahidi. Ile faili ya kesi yao, hiyo ndio itawekwa ni kama shahidi, yaani mahali kwa shahidi pataandikwa namba ya kesi ya ile kesi iliyovunja hiyo ndoa. Ni uzuri pia watu wanapopata cheti cha talaka wakifanyia verification, kama nilivyozungumza katika cheti cha ndoa, wafanye verification, pia wafanye foreign affairs, lakini sana sana hili ni kwa watu ambao kwamba waishi nje ya nchi. Faida za kusajili talaka. Miongoni mwa faida za kusajili talaka kwa mwanamke ni pale yeye anapoachwa, akakaa eda, akamaliza eda yake, akapata mchumba mwingine, akapata mume mwingine anayetaka kumuoa. Sasa huyu shekhe ambaye kwamba atafungisha hiyo ndoa, anapofahamishwa ya kwamba hii ndoa ya pili, huyu mwanamke aliwahi kuolewa akaachwa, basi shekhe kabla ya kufungisha hii ndoa atahitaji kuonyeshwa cheti cha talaka kuthibitisha huyu mwanamke ni kweli aliachwa kabla ya kufunga hii ndoa. Faida nyingine ya kusajili talaka na kuchukua cheti kwa mwanamume ni pale mwanamume anapokuwa yuafanya kazi serikalini ama kwa taasisi yoyote na kampuni yake imempatia bima ya matibabu, yani medical cover. Anapotaka kumuondosha mwanamke aliyemuacha katika medical cover yake, lazima kampuni itamuitisha divorce certificate kuthibitisha ni kweli amemuacha huyo mwanamke, ndio kampuni iweze kumuondosha huyo mwanamke katika medical cover hiyo. Napenda kuwajulisha ya kwamba vyeti vya talaka vyapatikana hapa kwetu kotini, ama koti yoyote Kenya hii, vyeti vya talaka vyapatikana hapo, havipatikani ofisi nyingine yoyote. Mara nyingi huja makesi kwetu sisi, bwana nkuja kufungua kesi, mke wangu sijamuacha, yuaniambia ilikuja kotini akapewa talaka. Mwanamke anapotoa cheti cha talaka hakifanani hata na kotini, alikipata chini ya mti, hajakuja kotini kusajili talaka hiyo, wala hajakuja kotini kufungua kesi. Yaani ni kwamba kuna watu wamekaa sehemu fulani, kazi yao ukienda pengine watakuandikia cheti cha talaka. Cheti cha talaka chapatikana kotini peke yake. Kwa hivyo mwanamke, unapokuwa na tatizo katika ndoa yako ama mwanamume amekuacha, wataka cheti cha talaka, mahali utapata cheti cha talaka ni kotini peke yake. Usiende kwa watu wengine. Vyeti vya ndoa ndio hupatikana kotini na pia hupatikana kwa marriage officers, lakini cheti cha talaka hupatikana kotini peke yake.
Marriage officers ni kina nani? Marriage officers ni watu ambao kwamba wamepata kibali cha serikali cha kuwaruhusu wao kufungisha ndoa na pia kupeana cheti cha ndoa. Yaani hawa ni watu watambulika kiserikali kwa sababu wana leseni ya serikali. Hapa Malindi marriage officers ninawajua ni pamoja na Sheikh Ba Hussein, Ustadh Shami, Ustadh Athman Sizi, Ustadh Shosi. Huyu naambiwa maarufu kwa Malindi aitwa Ustadh Zamzama. Kwa hivyo huyu Sheikh Zamzama pia naye ni miongoni mwa marriage officers ambao kwamba wafungisha ndoa na kutoa cheti cha ndoa. Hivyo basi mtu anapotaka kusajili cheti chake, mtu anapotaka kusajili talaka yake, lazima afike kotini. Mtu anapotaka kusajili ndoa yake, yaweza akaja kotini ama akaenda kwa marriage officer, ndoa itasajiliwa na atapata cheti chake cha ndoa. Kwa leo nitakomea hapa. Na siku ya Jumanne insha Allah itawajilia sehemu ya 12 ya mazungumzo yetu, na hapo sasa nitaanza kuzungumza kuhusu kesi za urathi, succession cases. Kwa haya machache, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, wal afwa minkum. Al-Qaumi TV, bustani ya elimu na da'wa.